Katika hija ya leo lazima tutambue kwamba nini ambacho kinatufanya tuwe na ile tumaini kwamba tumaini halitayarishiki. Katika ujumbe mkubwa ambao tumepewa na Baba Mtakatifu, tuangalie juu ya matumaini na uponyaji. Mungu ni mwema kila wakati. Kama tulivyosema hapo mwanzo kwamba hija ni safari ya mabadiliko. Mabadiliko hayo si ya nje, bali ni mabadiliko yanayoanzia ndani, yatakayotufanya nje tubadilike kuelekea tunu njema za kimungu. Tena mfano wa hija ni leo sisi wenyewe. Toka tulipoanza safari yetu kutoka nyumbani kwetu, tumebeba kitu. Tumeanza safari ya kwamba tunakwenda hija. Tumeacha usingizi wetu. Kuna wengine wametoka mbali, kutoka Igunga huko mbali kwa kufika huko au Kaliwa au wapi huko. Lazima waongee mapema. Umeacha usingizi. Umeacha kitanda chako kizuri. Umeacha blanketi na mengine mengi, ukasema nakwenda kusali. Safari inaanzia hapo. Safari ya hija imeanza hapo. Kumbe katika yote tunayoacha pamoja na shughuli zetu ni kuja kusali, kwamba safari ya hija ni safari ambayo ni ya sala, inayotoka katika hali moja ya maisha kwenda katika hali nyingine ya maisha, katika tunu za kumwelekea Mwenyezi Mungu, katika kile tunachowaza, kile tunachokitenda na yote ambayo tunayokutana nayo. Lazima hapo Mungu apewe nafasi ya kwanza. Ili tufanikiwe katika hija yetu, kila mmoja lazima ajibu kwa maswali haya matatu. Swali la kwanza: ulipoanza safari kutoka nyumbani ulibeba nini? Hiyo swali la kwanza. Ulipoanza safari ya leo, hata kama ulipoanza safari ya kwanza mwaka tarehe 15 na kwenda hija ya wagonjwa, walemavu na wahudumu wa afya, cha kwanza umebeba nini mpaka hapa ulipo? Swali la pili: makusudio yako ni nini kufika katika hija hii ya leo? Na swali la tatu: utarudi na nini nyumbani? Swali la kwanza, ulibeba nini? Swali la pili, makusudio yako ni nini? Na swali la tatu, utarudi na nini nyumbani? Mungu ni mwema na kila wakati. Kuna mwanamuziki mmoja aliimba, sikumbuki jina lake nani, alisema ibada njema inaanzia wapi? Usianze kufikiria kwamba kutoka nyumbani nimebeba sadaka yangu. Usianze kufikiria kwamba katika kutoka nyumbani nimebeba zawadi nzuri nitakayotoa kwa hija ya vipaji na kadhalika. Mungu anataka moyo wako kwanza. Haya mengine ni vifurushi au vifungashio katika kutafuta kubeba kile ambacho umekuja nacho siku ya leo. Na ndio maana ulichobeba nacho, ulichoondoka nacho siku ya kutoka hapo nyumbani, usirudi nacho kama mzigo, bali kirudishe kama zawadi utakaporudi nyumbani. Hilo ni swali la kwanza la kutafakari. Umebeba nini kutoka nyumbani? Nia, maombi, sala, lakini makusudio ya kile ulichobeba, makusudio yake ni nini? Ndio maana ya hija. Kuna hija mbalimbali, unaendaga na Mgongo, unaendaga ya Kijoga, na kwenda wako kule Rwanda. Ukimuuliza mtu aise, ulikuwa hija bwana? Ndio bwana, barabara ni nzuri, miti yote inapendeza, yaani Rwanda barabara ziko safi. Wewe
kuhakikisha kwamba nisije nikapata shida, maana ninakuja wa sukari, nisahau nikumbuka vidonge vyangu vya sukari. Swali la ulibeba nini? Hata leo majibu yanaweza kuwa kama hivi. Tujiulize, umebeba nini kutoka nyumbani? Moyo wako ni kitu cha msingi sana kuliko mengine.